Naomba amina yako iwe ya nguvu. Haleluya. Maana Mungu ana mpango na wewe siku ya leo. Mwambie jirani yako kwamba Mungu ana mpango na wewe siku ya leo. Mungu ana mpango na wewe siku ya leo, na Mungu anakusudi na wewe siku ya leo. Kumpenda Mungu kwa matendo mema. Leo nataka tuangalie kumpenda Mungu kwa matendo mema. Haleluya. Anayeandika tunaangalia kumpenda Mungu kwa matendo mema. Haleluya. Tunaangalia kumpenda Mungu kwa matendo mema. Na tunaposema kumpenda Mungu kwa matendo mema, tunaanzia kanisani. Haleluya. Kumpenda Mungu kwa matendo mema, inakubidi unapokuwa kanisani uoneshe upendo wa Mungu, lakini upendo unaojidhihirisha, upendo unaoonekana kwa matendo. Lakini pia unapokuwa nje ya kanisa uishi kwa matendo ambayo ni mema na matendo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Nasema kumpenda Mungu kwa matendo mema. Sometimes unakuta mtu ndiyo ameokoka na yupo kanisani, na anapokuja kanisani anasema Bwana Yesu asifiwe. Anakuja kabisa akiwa mnyenyekevu, Yesu ni Bwana, hello, shalom, shalom. Lakini anapotoka kanisani matendo yake yanakuwa ni tofauti na pale anapokuwa kanisani. Manake unapookoka sasa, hakikisha unampenda Mungu kwa matendo mema. Unapokuwa kanisani, yale matendo mema unayaonesha kanisani, uyaoneshe pia unapokuwa nyumbani. Mtu anakuja kanisani anasema Bwana Yesu asifiwe, anasalimia kabisa, utasema ni mtakatifu wa wapi. Lakini anapoenda nyumbani anakuwa ni mtu wa tofauti kabisa. Haleluya. Kumbe unapompenda Mungu, mpende Mungu kwa matendo mema. Unapokuwa kanisani, ule utakatifu ambao unauonesha kanisani, ndio huo pia uonekane nyumbani, ndio huo pia uonekane mtaani. Umpende Mungu, lakini mpende kwa matendo mema. Unapokuwa kanisani, pale unavokuja umenyenyekea, ukasalimiana kabisa kwa upole, hayo matendo hayo uyaoneshe ukiwa nyumbani kwako, uyaoneshe pia ukiwa mtaani. Haleluya. Haleluya. Hata unakuta siku hizi wanafunzi wapo nyumbani, anapotoka nyumbani yupo safi tu, amevaa uniform. Lakini kumbe kwenye kuvaa uniform zipo zile nguo nyingine ameweka kwenye begi. Nyumbani anatoka akiwa mwanafunzi, lakini anapofika kule mbele sio mwanafunzi tena. Haleluya. Kwa hiyo angalia matendo yetu yaendane na namna Mungu anavyotaka. Tufanye matendo mema tunapokuwa hapa kanisani, tufanye matendo mema tunapokuwa nyumbani, tufanye matendo mema tunapokuwa mtahani. Haleluya. Tumpende Mungu kwa matendo mema. Haleluya. Mwambie jirani yako tumpende Mungu kwa matendo mema. Haleluya. Tumpende Mungu kwa matendo mema. Na tunapompenda Mungu kwa matendo mema, hakikisha kwenye maisha yako ya kawaida unaishi kwa matendo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Unaweza ukasema Mungu uweze kujificha. Haleluya. Unaweza ukajificha kwa mwanadamu, lakini Mungu huwezi kumficha. Unapokuwa nyumbani, Mungu anakuwa pamoja na wewe, anakuona. Unapokuwa kanisani, Mungu anakuona. Yaani mahali popote pale unapokuwa, Mungu anakuona, kwa sababu Mungu hazuiliwi na wakati, Mungu hazuiliwi na umbali, wala Mungu hazuiliwi na masaa. Jua mahali popote unapokuwa, Mungu yupo. Usije ukasema ninafanya hili jambo kwa sababu Mungu anioni. No, Mungu anakuona mahali popote pale. Hakikisha unajihukumu wewe mwenyewe mahali unapokuwa. Je, ili jambo nimefanya linampendeza Mwenyezi Mungu? Ili jambo nimefanya, je, linastahili mbele za Bwana? Kwa sababu unaposema hapa ninajikwepa, haumkwepi Mungu, bali unamkwepa mwanadamu.
Sometimes tunafanya makosa au tunafanya dhambi tukijua Mungu hatuoni. Kumbe Mungu yupo kila mahali na muda wowote ule. Tuishi kwa matendo mema ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Naomba mtu anifunulie pale Mathayo sura ya 11 mstari wa 2 mpaka wa 5. Mathayo sura ya 11 kuanzia ule mstari wa 2 mpaka wa 5. Nitasoma Mathayo sura ya 11 kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 5. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazame mwingine? Yesu akajibu akamwambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na masikini wanahubiriwa habari njema. Haleluya. Yohana aliposikia, alipokuwa huko gerezani, ikabidi awatume wanafunzi. Kwa nini aliwatuma wanafunzi? Ni kwa sababu aliona yale matendo ambayo yalifanywa na Bwana Yesu. Akataka kujua, nenda kule mkaniambie kinachoendelea. Nenda kule mkaulize, je, ni wewe au ni yule ajaye? Kwa sababu aliona yale matendo ambayo yalifanywa na Bwana Yesu hayakuwa sio wa kawaida. Haleluya. Kama ni viziwi walisikia, viwete walitembea, wenye ukoma walitakaswa. Haleluya. Na ndio maana Yohana akataka kujua ni yeye au ni yule ajaye. Kwa sababu gani? Yale matendo ambayo Mungu aliyafanya kwa kufungua viziwi, viwete, wenye ukoma, akaona na maskini nao wanahubiriwa habari njema, ilimshangaza sana. Ikabidi akawatuma wanafunzi, nenda muangalie ni yeye au ni yule ajaye. Yesu akawaambia, nendeni mkamwambie, viwete wanatembea, viziwi wanasikia, vipofu wanaona, masikini wanahubiriwa habari njema. Haleluya. Kilichofanya mpaka Yohana akawatuma wale wanafunzi ni yale matendo ambayo Mungu aliyafanya. Haleluya. Tuangalie pia Mathayo 5 mstari wa 16. Mathayo sura ya 5 na ule mstari wa 16. Mathayo sura ya 5 na ule mstari wa 16. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Ufanye vitu au ufanye mambo mpaka watu waanze kujiuliza, unasalia wapi? Haleluya. Fanya mambo, ufanye matendo, na yale matendo ambayo unayafanya yakawashangaze watu, kwa sababu utakuwa unafanya matendo ambayo yana nuru. Haleluya. Matendo ambayo unayafanya yawashangaze watu mpaka watu wajiulize, huyu anasaliaga wapi? Haleluya. Kwa sababu wanaona tabia zako ni tofauti kabisa na wale wengine wa mtaani. Haleluya. Ufanye mambo ambayo yatafanya watu wajiulize, huyu anasalia katika madhabahu gani? Huyu mchungaji wake ni nani? Kwa sababu wanaona mambo yako yanavyoenda ni tofauti na wale ambao hawajaokoka, ni tofauti na wao ambao hawajaokoka wala wamjui Mungu. Hakikisha matendo yako yafanye watu wajiulize, huyu anasaliaga wapi? Haleluya. Hata kama ni biashara wajiulize, huyu anatumia nini? Mbona mambo yake yanaenda straight? Haleluya. Ni kwa sababu matendo yako ya utukuze ufalme wa Mungu. Haleluya. 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 Siku moja kuna mbaba mmoja alikuwa yupo na mtu wanaojiana. Akamuuliza, umeokoka? Akamwambia ndio. Yule mwingine akamwambia, nataka niende mbinguni. Haleluya. Yule baba akasema, kama kweli wewe unategemea kwenda mbinguni, hiyo mbingu siendi. Haleluya. Akamwambia, kama kweli na wewe unategemea kwenda mbinguni,
hiyo mbingu siendi. Haleluya. Kwa sababu gani? Aliona yale matendo ambayo anafanya hayampendezi Mwenyezi Mungu, na anasema ameokoka. Haleluya. Na leo hakikisha unajitafakari hapo ulipo mtaani mwako. Watu wanakuonaje? Wanapokuona wewe wanasema ataenda mbinguni au ataishia duniani? Manake matendo yako yauoneshe utukufu wa Mungu. Haleluya. Matendo yako yafanye watu wavutiwe kuwa na wewe. Watu watamani kuishi na wewe. Watu watamani kujua unasalia wapi. Haleluya. Matendo yako yanavyokuwa mbaya, watu ndo wataanza kujiuliza, je, lile ni kanisa gani? Kuna mtu anatamani aende kwenye kanisa fulani, lakini kwa sababu anaona wale washirika mambo wanayoyafanya, matendo wanayoyafanya, anasema kule siendi, kwa sababu yale matendo yampendezi Mwenyezi Mungu. Lakini unapoishi kwa kufanya na kufuata yale matendo mema ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, utavutia watu wengi sana. Haleluya. Haleluya. Uwe sababu ya kuleta watu kwa Yesu. Haleluya. Uwe sababu ya watu kuokoka. Uwe sababu ya watu kufunguliwa, kwa sababu wanaona matendo yako ni mema na yamempendeza Mwenyezi Mungu, na yanakuwa na ni ya tofauti na watu wale wengine. Haleluya. Jifikirie tangia uanze kusalia katika madhabahu hii, ni watu wangapi walipendeza na mapendo yako wakaokoka? Haleluya. Ni watu wangapi kupitia wewe matendo yako unayoyafanya waliokoka? Ni wangapi? Haleluya. Jifikirie kabisa, jitafakari. Katika mkono wako ni watu wangapi wamepitia kwako kwa sababu umeokoka? Haleluya. Jitafakari, tufanye matendo mema ambayo yatawavutia watu waje kwa Yesu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Tufanye matendo mema ambayo yatawavutia watu waje kwa Yesu. Tunapompenda Mungu, tumpende Mungu kwa matendo ambayo yatawavutia watu waje kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Lakini hakikisha una jambo ambalo unaweza ukasimama ukamkumbusha Mungu. Haleluya. Kuna wakati unaomba, kuna kitu ambacho unatakiwa usimame nacho, umkumbushe Mungu. Kilichomfufua Dorcas kutoka kaburini ni zile sadaka zake ambazo alikuwa anatoa. Haleluya. Dorcas ukiangalia kuanzia ile Matendo sura 9 kuanzia mstari wa 36, utakuta Dorcas alikuwa anashona nguo. Haleluya. Fundi cherehani. Kuna fundi cherehani hapa? Mshonaji wa nguo yupo? Yupo? Aha. Alikuwa anashona nguo. Anashona vitambaa, masulia. Wanawake wanavaa vizuri, wanapendeza. Haleluya. Alikuwa anashona nguo. Lakini kupitia kushona nguo kwake alikuwa anamtukuza nani? Mungu. Maandiko yanasema pale Dorcas alipokufa, wale wote ambao alikuwa anawashonea nguo walivileta vile vitambaa, kwa sababu kwenye kushona nguo alikuwa akiwasaidia maskini, alikuwa akiwasaidia wajane. Sasa pale amekufa, watu wote walileta nguo, wakasema, sasa Bwana umemchukua huyu mtumishi wako, je, na sisi wajane tutasaidiwa na nani? Masikini watasaidiwa na nani? Hizi nguo ambazo alikuwa anazishona tutasaidiwa na nani? Haleluya. Lakini Mungu alimfufua Dorcas, sio kwa maombi yake, ni kwa sababu ya zile sadaka ambazo alikuwa anazitoa. Haleluya. Haleluya. Watu walikusanya zile nguo, yani maana yake pale alipokufa mwenye nguo alileta, wakasema, sasa Bwana umemchukua mtumishi wako, sisi tutafanyaje? Atakaye tushonea nguo ni nani? Haleluya. Atakaye kuwa anawasaidia sisi wajane ni akina nani? Atakaye kuwa anawasaidia hawa mama wahitaji ni akina nani? Ajalisha alikuwa anashona nguo, lakini alikuwa anasaidia wajane, anasaidia masikini. Kupitia kazi hiyo hiyo
Mungu alikuwa anahimidiwa. Haleluya. Na kilichomfanya Mungu akamfufua Dorcas ni kwa sababu ya zile sadaka zake, ile misaada ambayo alikuwa anatoa. Haleluya. Kupitia kazi yako unayoifanya, haijalishi ni biashara ndogo, hiyo Mungu aonekane. Haleluya. Haijalishi ni kitu ya mtaji mdogo, lakini hiyo Mungu aonekane. Kupitia hiyo watu wakamjue Mungu. Kupitia hiyo ukawe sababu ya watu wengine kumjua nani? Mungu. Haleluya. Haleluya. Kilichomfanya Kornelio kuanzia Matendo sura 10 mstari wa 1, kilichomfanya Kornelio akumbukwe ni sadaka zake. Maandiko yanasema alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa akitoa sana sadaka. Malaika alimtokea akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika mbinguni na kuwa ukumbusho mbele za nani? Za Bwana. Sasa jitafakari hapa ulipo, ni kitu gani ambacho umefanya kanisani kiasi kwamba unaweza kumkumbusha Mungu? Haleluya. Jambo gani ambalo umefanya unaweza kumkumbusha Mungu mpaka akakujibu hitaji lako? Ni kitu gani ambacho umekifanya kanisani kwamba ukisimama unaweza ukaugusa moyo wa Mungu? Haleluya. 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 Hata unavyowaona watumishi wa Mungu, ni jambo gani ambalo ulifanya kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambalo unaweza ukamkumbusha Mungu? Haleluya. Hapa ni ujenzi unaendelea, lakini kuna watu waliondoka. Haleluya. Kwa sababu ya ujenzi. Lakini kama unamwamini Mungu, lazima ubaki. Hata kama unajisikia kutoa kile kitu kikubwa, utakitoa, kwa sababu unajua hapa najiwekea hazina wapi? Mbinguni. Itafika wakati unajaribu ndani, labda mtu anamwambie Mungu, huyu mwanangu naomba umponye, kwa sababu mimi ndo nilinunua hii speaker ya wapi? Ya kanisani. Haleluya. Sasa kama hauna jambo la kumkumbusha Mungu, au na kitu ambacho umekifanya, Mungu utamkumbusha na nani? Kwa sababu anasema njooni tuojeane, njooni tusemezane. Haleluya. Maana yake lazima uwe na kitu ambacho unaweza ukasimama ukamkumbusha Mungu. Haleluya. Na sio lazima kwa mtu aliyeokoka. Unaweza kumuona kabisa mtu ambaye yuko na uhitaji mkubwa, ukampa msaada, na itafika wakati Mungu na wewe atakubariki kwa sababu unawabariki watu wengine. Haleluya. Haleluya. Nani hapa hajakulia kwenye mkono ya wazazi? Nani ambaye hajalewa na baba na mama mpaka anakuwa? Yupo? Kama yani aliyekulea sio baba wala sio mama, umeishi kwa shangazi, kwa mjomba au mtu mwingine, upo hapa? Haleluya. Haleluya. Kuna watu ambao unakuta anayemlea sio baba wala sio mama, hata sio ndugu, ni mtu tu kabisa ameamua kufanyaje? Kumsaidia. Wale watu lazima wabarikiwe. Haleluya. Kwa sababu anamsaidia mtu. Haleluya. Sio kwamba ana uwezo, lakini anajua ninafanya hili jambo jema ili na mimi ikifika wakati Mungu apate kunikumbuka. Haleluya. Unapofanya jambo jema mbele za Mungu, maana yake unaweka hazina. Haleluya. Haleluya. Sasa ni hazina gani ambayo umeiweka mbele za Mungu? Haleluya. Ni jambo gani ambalo umelifanya linaloweza kumkumbusha Mungu? Jitafakari. Jitafakari, ni kitu gani kikubwa, ni kitu gani kizito ambacho kimekutoa mpaka jasho kwa ajili ya kazi ya Mungu? Haleluya. Ni msaada gani mkubwa ambao umeufanya umekutoa mpaka jasho kwa ajili ya Mungu? Kwa sababu hapo ndipo Mungu atakapokuja kukukumbuka, na wewe utakaposimama utakuwa na jambo la kumweleza Mungu. Mungu ndo mimi nilijenga ule mlango ule. Mungu ndo mimi niliweka lile dirisha. Ninaomba na mimi unikumbuke. Hakika Mungu atakukumbuka. Kama alivyomkumbuka Kornelio, na wewe atakukumbuka. Kama alivyomkumbuka Dorcas, na wewe atakumbuka. Haleluya. Haleluya. Empigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Nazungumzia kumpenda Mungu kwa matendo. Haleluya.
Na ni kiu yangu leo katika jina la Yesu Kristo, Mungu akakupe neema ya kukumbukwa katika jina la Yesu. Haleluya. Na Mungu akupe neema ya kufanya matendo mema ambayo yatafanya watu wengi waweze kuja kwa Yesu. Haleluya. Naomba tu nisome ile Matendo sura ya 10. Nisome tu pale kidogo kuanzia ule mstari wa kwanza. Ile Matendo sura ya 10 kuanzia ule mstari ndio wa kwanza. Tumwangalie pale kidogo niliyemsema Kornelio. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina ililoitwa Kitalia, mtu mtaua ambaye yote alikuwa palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu. Yeye na nyumba yake yote alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia. Kornelio akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu Yafa ukamwite Simoni aitwaye Petro. Malaika alichosema, sala zako na sadaka zako zimefika mbele za Bwana na kuwa ukumbusho. Haleluya. Haleluya. Ujui ni sadaka gani ambazo walizitoa mpaka Mungu akamkumbuka. Haleluya. Haleluya. Dorikasi ni mambo mangapi ambaye aliyafanya mpaka Mungu akamfufua. Haleluya. Kwenye safari yako ya maisha ya wokovu bado kuna mambo makubwa ambayo unatakiwa ujitoe na ufanye kwa ajili ya kazi ya Mungu. Haleluya. Hapo ulipo bado Mungu anakuhitaji sana. Bado kuna kazi kubwa ambazo zinahitaji uwepo wako ili maisha ya kiroho yaweze kuendelea. Haleluya. Daudi anasema, toka enzi za ujana wangu mpaka uzeeni hajawahi kuona mwenye haki akiachwa. Mwenye haki ni nani? Ni mimi na wewe tuliompokea Bwana kuwa mwokozi wa maisha yetu. Unapomtumikia Bwana, Mungu hajawahi kumuacha mtumishi wake hata siku hii moja. Bali sisi wanadamu ndio tunamwacha Mungu, ila Mungu hajawahi kutuacha hata siku moja. Maandiko yanasema pepo anapomtoka ndani ya mtu huingia mahali na kusubiria. Haleluya. Maana yake pepo anapotoka ndani ya mtu si anaingia Mungu. Haleluya. Maana yake jiulize, unatembea na Mungu au unatembea na shetani? Maana yake Mungu akitoka anaingia shetani, na shetani akitoka anaingia Mungu. Je, anapoingia shetani Mungu unakuwa umemweka wapi? Haleluya. Tumpende Mungu kwa matendo na tuishi maisha ya wokovu. Tufanye matendo mema ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, ili iwe sababu ya watu wengine kuja kwa Yesu, iwe sababu ya watu wengine kuokoka. Na mwisho wa yote basi, yale matendo makubwa ambayo tutaweza kuwa tumeyafanya, Mungu akaweze kutukumbuka katika jina la Yesu Kristo. Mpigie Bwana Yesu makofi ya nguvu kabisa. Haleluya. Haleluya. Lakini haya matendo ambayo tunayafanya, mbali na kwamba yatufanye, mbali na kwamba hayo matendo